Na kwa kifupi alichosema Nchimbi ni kwamba wanaozuia katiba ni kikundi ambacho kiko chini ya Samia Suluhu Hassan. Ndicho alichosema Nchimbi, kwa sababu Nchimbi anasema Samia anataka katiba, lakini wakati huo huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa? Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge feki lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Amesema Nchimbi kwamba wanaharakati sio magaidi. Nani kwani aliyesema wanaharakati ni magaidi kama sio Samia Suluhu Hassan ambaye ni bosi wake Nchimbi? Nani aliyesema hivyo? Si Samia ndio amesema wanaharakati ni magaidi? Sasa Nchimbi anapotuambia kwamba wanaharakati sio magaidi, rais anasema wanaharakati sio magaidi, hapo anatuambiaje? Kwamba tufuate kauli yake au ya yule aliyesema wanaharakati ni magaidi? Kwa Nchimbi anatuambia anayesema wanaharakati ni magaidi ni huyu, na ndio ukweli. Nchimbi anasema kuna watu wananufaika, kuna rais atanufaika na katiba mbovu hii. Kwani nani rais ambaye ananufaika na katiba hii, ambaye ameua maelfu ya watu na kujitangaza kwa uongo? Nani anayenufaika naye? Kwani hamuelewi alichosema Nchimbi? Anasema kuna watu wanabambikia watu kesi. Hapa tuna watu 51 nimewaambia, viongozi, akiwemo katibu wetu wa kanda Jackson Mnyawami. Kwa Nchimbi anatuambia anayeagiza, na ni ukweli tumeuona, kwa sababu Samia alizungumza siku ya sheria akasema kuna magaidi, baadaye watu wamekamatwa. Kwa hiyo anayeagiza kwa mujibu wa Nchimbi na kitu tunachoona na ambacho tunajua na ambacho tumesikia, Samia Suluhu Hassan ndio anayetoa maagizo ya watu kuumizwa kwenye nchi. Ninawaomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse. Farasi ambaye yuko dakika za mwisho. CCM imefika mwisho, ndiye anarusha mateke ya aina hii. Na sisi we want to be blackmailed. Hatutakubali kuwa blackmailed. Hakuna atakaye tushinikiza kufanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu wa sheria na nje ya haki. Hatakubali. Hatutapigia mtu yoyote magoti kwa uongo. Kwa hiyo wanachadema wawe imara. Mawakili wetu watashughulikia mambo haya. Tunajua mahakama zetu sheria hazifuatwi, lakini ni vizuri tukaweka rekodi. Natumia nafasi hii kuagiza mawakili wetu, mwanasheria mkuu wa chama na mawakili wengine wote, aandae timu maalum za kuendelea kupambana kuhakikisha viongozi wetu hao wanaachiliwa immediately, wanarudi kwenye shughuli zao. Wanachama wetu nchi nzima, hakikisheni mnaonana na familia hizo za watu ambao ndugu zao wamekamatwa. Tuwasaidie familia zao zisilale njaa kwa sababu watu wao hawapo. Kama tutakula makande, tutakula makande wote. An injury to one of us is an injury to all of us. Maumivu ya mmoja wetu ni maumivu ya wanachadema wote. Kesi ya hawa viongozi sio kesi ya wale viongozi tu, ni kesi zetu sote wanachadema tulioko nje. Tunahitaji kuwa na mshikamano zaidi kipindi hiki. Testing time. Lakini nyakati nzuri ambazo wazungu wanasema when the going get tough, the tough get going. Mwendo unapokuwa mgumu, wale wagumu ndio wanasonga mbele. Na ni kipindi hiki ambacho wanachadema tutapimwa na tutaona ni kwa kiasi gani tunaamini yale tunayoyapigania. Tunaamini kiasi gani katika kubadilisha nchi. Tunaamini kiasi gani katika kuleta mabadiliko ambao watu wengine hawataumizwa kama tunavyoumizwa na Samia. Ili watu wengine watakao kuja kuishi baada yetu waseme wazee wetu waliishi
wakatuondolea adha, wakaumia ili sisi tuishi vizuri. Wakumbuke makaburi yetu, wakumbuke majina yetu, kwamba hawa walitoa damu zao na miili yao ili leo sisi tuendeshe gari bila hofu. Nchi imejaa hofu, hakuna anayejua nani atatekwa, hakuna anayejua nani atawekewa kesi, hakuna anayejua nani atapigwa risasi. Nchi imejaa hofu. Tunapaswa kuondoa hofu hii, na hofu hii ni hofu inayoletwa na serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na watu. Tusaidiane. Nyie ambao kama ni waandishi wa habari kweli, andikeni vitu ambavyo vina msingi na nchi hii. Silete propaganda, hakuna ambaye yuko salama hapa. Mkitumiwa kupewa vishilingi 50,000, mnatoka kwenye hoja ambazo ni za msingi. Badala ya kuandika mambo ya msingi, mnaandika mambo ya kitoto. Watu wanaiba pesa kwenye mafuta, watu wanabambikia watu kesi, watu wanaiba pesa kwenye bandari zinauzwa, ardhi ya nchi yetu. Huyu mama anakwenda kuzindua eti ujenzi wa SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma. Hivi unaweza kwenda shambani kuvuna mahindi wakati hata hujalima shamba? Hiyo SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Tabora imemshinda. Anaenda kuzindua tena kipande kingine ambayo ile ya kuunganisha hana. Hivi sisi ni wajinga kiasi gani? Haya ndio mambo ya kuandika, kuwaeleza Watanzania nini kinaendelea. Yaani wewe unataka uhamie kwenye nyumba, huna hata msingi, huna hata jiwe, unaenda kujenga, una mabati, huna msingi, unaenda kuwezeka kwenye nini? Kipande cha SGR cha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kilijengwa kikaachwa pale. Tangu hapo nyie tuko hapa Mwanza, miaka 3-4 yote ya huyu mama, mmeshaona hata nondo inawekwa hapa. Leo anaenda kuzindua kingine. Si umalizie hii kwanza hii. Hii tu hapa haipo, imemshinda. Sasa unazindua ya kutoka Kigoma, isi Tabora kwenda Kigoma. Sasa hiyo utaiunganisha na nini? We are not fools. Sisi wajinga. Deni la taifa limepanda. Huyu mama amekopa kwa miaka 4 ya kwake trilioni 59. Marais wote tangu uhuru mpaka sasa wamekopa trilioni 54. Yeye miaka 4 trilioni 59. Hazijulikani ziko wapi. Nchi inaenda shimoni. Na sisi tupo tunashangilia ujinga. Watu wamebambikiwa kesi za uongo. Kwa hiyo tusaidiane. Ninawasihi wazee wa nchi wajitokeze. Uhaini, labda watawafungulia na kesi za hujumu uchumi ambazo hazina. Viongozi wa Chadema utawaona kwenye kesi aina ngapi? Kwa sababu kwenye kesi za uchochezi wanajua tutaenda, tutapewa dhamana, tutadili nao, tutaendelea kuwashughulikia. Kwa wanafikiri wanaenda kututunza kule, lakini wanachafua nchi. Hakuna mwekezaji atakuja. Wachezaji hao wanaowaita wa mpira watakuja hapa, wana hofu nchi ya kigaidi. Nani anataka kwenda kwenye nchi ya kigaidi? Hakuna watalii watakuja, na sisi tutaandika, tutaeleza. Ndio maana watu wanakuja, wawekezaji wanaenda kuwekeza Kenya. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.